Hello, karibu sana kwenye MNS Podcast. Kwa mara nyingine tunakutana hapa. Leo tumekuja kivingine. Salma Mjenga Salma. Leo tuko katika muktadha wa kujifunza zaidi hasa katika masuala ya ujenzi. Na atakayetusafirisha ni CEO wa Wajenzi Professionals, Bwana Elia Kishaluli. Karibu. Asante sana. Nashukuru sana. Yes, tuifahamu kwanza kwa upana kabisa Wajenzi Professionals Limited. Tunajua tu na Wajenzi pengine ni kampuni ambayo inajihusisha na wajenzi. Ilianza lini? Kwa nini ulikuja na muktadha huu? Kwa nini ulifikiria wajenzi na si kitu kingine, ingawa wewe ni engineer? Karibu sana. Asante sana. Nashukuru sana kwa kunikaribisha kwenye podcast hii kubwa sana. Na najivunia kuwa na watu ambao kwa kweli mnafanya kipindi kinakuwa kiko very very powerful katika Tanzania yetu na hata nje ya Tanzania. Lakini kwa ufupi sana, Wajenzi Professional, kwanza jina la Wajenzi Professional tali lipo katika kiutamaduni kabisa. Halipo katika kwamba sijui tuite construction whatever. Linajitambulisha ni ujenzi. Na linatamkika kwa urahisi na unalishika kwa urahisi zaidi. Safari ilikuwa ni ndefu. Nikisema safari ya wajenzi ilianzia tangu niko darasa la 3. Okay. La 3. Yes, la 3. Kwa hiyo ni sio tu ni huduma ipo ndani. Nakumbuka wakati ule, unajua ilikuwa ni story ya mama na mtoto. Nilikuwa napiga story tu na mama. Nikamwambia bwana, mimi kuna siku nataka niwe contractor. By then unajua sisi tumesoma shule za Kayumba. Kwa hiyo hujui hata jina contractor ni nini. Ila tu unajua kuna kitu kanaitwa contractors fulani hivi. Mama akajua tu anataka kuwa engineer. Mna story nyingine yote. Akaniambia sasa story, mimi sikutegemea kupata consultation kutoka kwa mama. Ilikuwa tunampa story kama story zingine. Akaniambia kwamba shika sana, jua sana hesabu. From that point, hesabu ilikuwa rafiki yangu na ilipata tabu sana hesabu. Kwa hiyo safari ilianzia hapo. Na ulikuwa unazimudu shule? Vizuri sana. Vizuri sana. Kwa hiyo nikatoka hapo nikaenda shule, nikamaliza la 7, nikaenda O-level, nikamaliza, nikaenda advance, nimesomea Moshi Technical, nikamaliza, nikajiunga na chuo mpaka nimemaliza. Safari ya kuanza sasa wajenzi ilianzia 2012. Sasa ile official, acha ile ndoto tu. Chuo gani ulisoma? Nilisoma DIT. DIT. Yes. Hii ndio zamani kiitwa DATEC. Yes. Yeah. Wakati naingia pale tayari ishabadilishwa. Ikawa imeitwa DIT. Kwa nimesoma pale mpaka level ya masters. Ya kwenye hiyo tasnia ya civil. Na baada ya kabla sasa nyuma kidogo, wakati nipo kwenye shule, nikawa na wazo, kwa nini nisifanye hichi kitu? Unajua inawezekana ndoto ilikuwa ipo katika line moja ya kuwa contractor. Maybe kwa sababu ya udogo nilikuwa najua contractor ndio engineer. Lakini contractor ni issue nyingine, engineering ni issue nyingine. So wakati nasoma ikaja wazo, kwa nini nisianze kujifunza, kwa sababu sisi wakati wa civil tunasoma, sisi ni wajenzi. Civil ni wajenzi kabisa completely. Ramani tunasoma kama somo. Sisi kwetu ni somo, kwa sababu hauwezi kwenda kuimplement jengo kwenye ardhi kama haujui ramani. Na anayesoma ramani ni architect. Anasoma ardhi na whatever miaka 5 hivyo. So mimi nikaichukua sio somo. Mimi kwangu nikachukua kama pati ya ajira yangu ya baadaye. Kwa hiyo sikulisoma, sikuishia katika notes tu. Nikalifanyia kazi. Lakini wakati nilifanyia kazi nikasema, kwa sababu niligundua kitu kimoja. Watu wengi hawajui tofauti kati ya engineer na architect. Atakaye mchorea ndio huyo anayemjengea. Hajui kwamba baada hapo tuko shift. Kuna mtu mwingine kabisa ana knowledge ya kulimplement ile jengo kwenye ardhi na kulifanya liwe sasa kwenye uhalisia. Kwa nikaona hapa, ili nimpate huyu mtu ambaye anahisi civil engineer ndio architect, tuko nianze kusoma kwa undani zaidi ramani. Yes. Kwa nikalifanya kama maisha yangu. Lakini wakati naendelea kusoma, nikaja gundua tatizo lingine kubwa sana. Watu wengi wanapigwa kwenye budget. Hapo sasa
ndo nikaja nikaona kuna somo linaitwa taking off. Tuna take off, yani tunapiga hesabu za material and everything, na kwetu ni kama somo pia, lakini kuna ma QS ambao wanasoma kama QS ardhi ambaye ni course kabisa complete. Lakini mimi sikuichukua pia wakati huo, sikuchukua kama tena somo, nikachukua kama na ajira yangu, kwamba at the end of the day inaweza nikachora ramani, ila hii ramani inagharimu kiasi gani? Ndio nikasema ngoja ni hivi haswa kwenye hili jambo. Sasa hiyo combination nayo connection ndo safari ya wajenzi. So combination ya kwanza ramani, combination ya pili bill of quantity. Nikaja of course civil, kwa sababu ndio kozi yangu ya kwenda kulijenga, kwa sababu civil tumegawanyika, kuna civil majengo, kuna civil barabara, kuna civil madaraja, kuna civil au ni wote wanasoma civil engineering. Kuna civil watu wanadina maji, project za maji, wote ni civil engineering. Lakini mimi nikaamua kujikategorize mapema sana kwenye majengo. Sikutaka kudina vitu vyote, japokuwa shuleni nasoma vyote. Yes, kwa hiyo safari ilivyoenda nikapata kuwa na maono ya kuanzisha hiyo Wajenzi Professional. By then nilifungua kama business name, kwa sababu sikuwa na power ya kuifanya iwe kampuni. Kwa hiyo ikaanza taratibu 2012 tumeenda mpaka hapa tunavyoongea, ni kampuni ambayo tayari tumesha register kama company officially, ambayo inadili tuna solve matatizo, kwa sababu kiukweli changamoto ambayo ninaisolve au tunaisolve wajenzi ni changamoto kubwa sana. People wanapigwa sana kwenye budget, na ndio maana nikajua kwamba what if, na ukiangalia hata kwenye account yetu ni account, tena hizo account ambazo zinaweka bei ni baada ya sisi kutuona tunaweka bei. Hata ukirudi nyuma ukitaka kuitafuta hiyo mtu anayefanya kuweka bei, angalia nyuma ameanza mwaka gani. Sisi tumeanza zamani sana kuweka bei, kwamba tuko open. Unajua zamani mtu anaangalia jengo, ili jengo bilioni ngapi hili, wakati labda jengo la milioni 200 tu au 300. So tunakuwekea wazi hili jengo ni budget ni. So japokuwa si lazima hiyo budget hiyo. Sasa hapo okay, nataka kujua vitu viwili mpaka hapo umefika. Kwanza utusafirishe, kwa sababu vijana wengi wanaangalia pia, tunataka kujifunza. Safari ya mafanikio sio safari ya lele mama, kwa hiyo inabidi tujifunze in details. Umetuambia hukuwa na muscles za kuingia moja kwa moja kwenye field. Kwa ulianza kusajili brand name ama business name mpaka mwisho wa siku kaingia kwenye kusajili kama kampuni moja kwa moja. Tunaitaka hiyo process ilikuwaje? Lakini utatusaidia pia hata kwenye bidhaa za kawaida tu kwa mitandaoni ukipita, wafanyabiashara wengi hawana ile kasumba ya kuwa wanaweka bei moja kwa moja. Sasa process inakuwa ndefu mpaka uanze kumtafuta, ujue kiasi gani labda kuna kunegotiate na vitu kama hivyo. Kwa nini nyinyi mlifikiria, na wana sababu zao, ukiwasikiliza wana sababu zao kwa nini nyinyi mlifikiria moja kwa moja kuweka kabisa bei, yani bwana bei ya hapo, service hizo hapo, mwisho ni wewe kututafuta, sasa ndo tunaingia labda katika makubaliano ya kufanya kazi. Nini siri hasa ya moja kwa moja nyinyi kudisplay bei zenu na wateja wafahamu? Na ni vizuri pia ukasema mlipoanza capital base nilikuwa kiasi gani? Kuna watu wanadhani unahitaji mabilioni kuanzisha kitu kama hiki. Nashukuru sana. Mwanzo kabisa, wakati kiukweli, kwanza kuna kitu kinaitwa kuaminika. Vijana wengi wanapenda maisha mazuri kwa ghafla. Ndio maana wengi, si bahati mbaya mnisamee wanaobeti, lakini nadhani pia ndio kasumba moja wapo pia. Wanadhani hata wanaobeti hawabeti wasizani wanapata at the same tu wanapiga papa. Hivyo kuna ile inaitwa cryptocurrency, bahati mbaya mimi sijui kabisa. Yani kwa kweli sijui chochote kuhusu hicho kitu. Lakini mimi ninachokiamini, kutengeneza taaluma yako, utengeneze jina, kwa sababu wakati mimi ninalisukuma hili gurudumu, ilikuwa kwanza nimepata chance ya kufanya kazi na kaka yangu. Yani brother aliyenilea ndio alinipa chance ya kuonesha uwezo wangu. Hapo ndo safari ilipoanzia. Na una maana gani unaposema amekulea? Wakati nipo O level, wakati baba na mama wapo, bahati mbaya hivi wapo.
baba aliniambia kwamba of course mimi nimezoea uzeeni. Babangu ni wa 1940 huko. Kwa ni kama uzeeni tu. Sasa akaniambia kwamba mimi sina jipya la kukuofa. Na bahati nzuri mzee alielewa kabisa kwamba mimi kwa karne nilionayo sina jambo jipya. Mimi nitakushauri vitu vya kizee tu automatically. Kwa nenda kwa kijana mwenzako ambaye brother yeye alisoma PCB, mimi nilikuwa nasoma PCM. Yani wakati niko form 4 nilikuwa nishajua safari yangu. Tangu nilivyokuambia kwamba tangu niko darasa 3 najua safari yangu yote. Njia yangu yote nilikuwa nishaichora. Kwa anajua kabisa kwamba huyu PCB na PCM tofautiana biology tu hapa. Lakini wote wanasoma chemistry. So nadhani atamchonga vizuri kijana. So akanipeleka huko. Mama kidogo unajua kina mama na watoto. Alimind, lakini mwisho wa siku baba ni baba tu. Nikaenda. So alinilea kuanzia niko form 4. Nimesoma, nimeenda advance, nikafika chuo. Bahati nzuri au mbaya nilipata division 3 ambayo kiukweli iliniruhusu nisome kozi nyingine kuingia degree. Ila sikuweza kusoma degree, nikairudi diploma kwa ajili ya kusoma civil. Yes. By then ilikuwa kuna uwezekano wa kwenda St. Joseph. Kuna chuo kinaitwa St. Joseph, nadhani mnakifahamu kwa kiasi. Kulikuwa kuna bridge course. Zamani kuna bridge course kwamba yamkini hauna sifa fulani za kusoma degree, una uwezo wa kusoma bridge course alafu kaendelea. Sasa uchumi haukuwa mzuri sana. Kwa no way kabidi nirudi diploma DIT kwa ajili ya kutimiza malengo na ndoto zangu. Kwa hiyo nilisoma diploma, nikamaliza diploma, japokuwa kama nilivyokuambia kwamba safari ilikuwa ni mtaani shule. Kwa hiyo shule yangu ilikuwa kidogo na postpone sana kuunga. Naacha kwanza shule, nafanya kazi, narudi na malizia. Lakini by that time kakaangu akaona uwezo, kwa sababu mimi nilikuwa nachora. Nikichora naenda kumuonesha Braza kama tu proud. Braza muona ile jengo, muona hivi hivyo. Kwa na muonesha tu bro, sina platform ya kuonesha by that time. Siwezi kuposti chochote. Yes. Kwa kakaangu akasema, dogo ana kitu. Hebu nitakupa jengo fulani ulisimamie. Kwa jengo langu la kwanza kabisa lilikuwa ni jengo, kwanza lilikuwa very complicated. Lilikuwa jengo ambalo lina basement, yani limechongwa chini. Kuseti ile jengo ilikuwa ni kazi ngumu. Na kazi ilikuwa ngumu kwa sababu ilikuwa hakuna access ya kutumia vifaa. Kwa ilikuwa natumia manyo, kamba. Yani kuna wakati nilikuwa natamani sijui nitumie helicopter kwa sababu kumechimbwa alafu una set chini kule. So ilinipa challenge kubwa sana, lakini niliweza na mpaka leo lipo na linaishi na by hivyo. Kwa ni ushuhuda. Kwa hiyo hapakuwa na capital ila uthubutu. Lakini pia kuna mtu nyuma yangu alinishika kama mkono kidogo kunionyesha kwamba pita huko. Sasa kwa kusema hayo, manake nikisema safari hiyo ilianza na kiasi gani, maybe haikuwa na kiasi chochote zaidi tu ya uthubutu. Na tukaenda tukafanya hilo jengo. Mimi sasa nikazidi kuongeza uwezo. Tukaanza kupost sasa baada ya social media. Nadhani 2012 13 hapo zilianza, lakini kwa udogo sana. Yeah. Lakini tulianza 2015 kuanza kuposti, kuweka mtandaoni, watu wanaanza kuona. Sasa kwa nini, narudi sasa kwenye swali lako kama itakuwa niko clear kwamba kwa nini una display bei au kwa nini nyinyi mmeamua ku display bei. Kitu ambacho unavokaa sokoni unagundua vitu fulani, unaanza kuvisolve hayo changamoto. Kwa sababu kama unavyokuambia, ukishakuwa na wito, wakati mwingine unataka kuwasaidia watu. Sio tu kusolve kwa ajili ya kupata pesa, no. Sometimes watu wasaidike. Unaona kabisa kwamba mtu mbona anapigwa? Acha tuweke kwanza bei. Alafu wateja wengine amini, watu wengine wanakuja tu wanasema nataka lijengo kama lilivyo na budget yake. Kama lilivyo. Sasa inakupunguzia ruti nyingi kwamba si tuanze ile shilingi ngapi, hii inakuaje hivyo. Lakini japokuwa challenge nyingi. Challenge kwa sababu bei unaohitaji ya Dar es Salaam sio sawa ya Arusha. Yes. Ukijenga Arusha sio sana Bukoba. Material, nini, vitu tofauti. So kuna watu unaweza wakawa sasa baada ya kupiga simu ndo takwambia kwamba hii budget tumerifaa kama project yako iko sehemu fulani. Ila kama iko sehemu nyingine tutafanya tena hesabu. Yes, kwa hiyo kitu cha kwanza ilikuwa ni wazi, lakini kujiamini. Mtu yote anaye display na jiamini. Kweli. Yes, na tunaamini kwamba tunaweza tukafanya hicho kitu kwa bei hiyo bila shaka yoyote. Kwa hiyo cha kwanza ni kujiamini, cha pili ni kuwafungua watu macho waweze kujua ukweli ambao upo chini ya hiyo professional. Amezungumza jambo moja ambalo kweli linaumiza watu, kwamba watu wanapigwa.
na hii nadhani ndio watataka kusikia watu. Okay. Hebu tueleze tunapigwa vipi? Maana na sisi ni wajenzi, kwa maana tunajengewa na wajenzi professionals. Okay. Tunapigwa vipi? Okay. Kwa mfano, kuna kampuni zingine katika biashara tofauti wanakuambia bei yetu ni hii, lakini ukija kugundua unaona kwamba kuna cost hidden. Okay. Unakuta umewekewa 300,000 za uongo, lakini unaambiwa ni kitu fulani, lakini hazifanyi ile kazi. Tunapigwa vipi? Kupigwa kupo kwa aina nyingi sana kwenye construction, na hii nasikitika kwa sababu kiukweli watu wengi hawajui. Unajua ni sasa na sehemu unaweza ukaa kwenye professional fulani ambayo totally huwezi kujua. Kwa mfano medicine, mimi najua huwezi kujua chochote. Kuna mtu anaweza kudanganya kwenye mwili wako kuna kitu sijui tufanye operation au kuna dawa na kuuzia, wewe utajua kitu gani? Huwezi kujua. Sasa au hata mafundi magari wanavyodanganya magari, anaweza kukudanganya ugonjwa wako bwana, ili gari mpaka anakuambia, au hata simu. Anakuambia hii simu utachukua kesho, kumbe ni kitu cha kuflash tu cha sekunde kadhaa, kupe simu yako. Sasa kwenye professional ambayo iko deep kama civil engineering, kuna vitu vingi sana. Moja ya kitu, mimi profession ni structure engineer. Ni mtu ambaye anadili na skeleton ya jengo. Skeleton ya jengo, Dada Salma, wewe una mwili alafu una mifupa. Mwili unavyoonekana vile na muonekano ni kama architectural drawing ya ile jengo linavyoonekana kwa uzuri wake, lakini ndani kuna skeleton ambayo imesimamisha hizo muscles zinazoonekana, ambazo Mungu alivyokudesign mimi nasemaga Mungu ndo civil engineer wa kwanza. Mungu alivyokudesign kwamba Dar es Salaam una kilo maybe 80, uwe na uwezo wa kubeba kilo zingine juu, kama ni maji, kutweka maji, kama ni chungu, kama ni nini, maybe amekuongezea kilo kama 50 extra, kama ni mfuko wa cement kubeba. Kwa hiyo anavyo design mifupa yako, ana design kubeba kilo maybe 130 au 150. Hapo ndo maximum. Ukizidisha hapo ndo utasikia miguu imevimba, gongo mara unauma, ndo daktari anakuambia punguza kilo kwa sababu ume overweight kilo zako. Sasa structure iko the same. Sababu tofauti yake ni kwamba tu hii ni jengo au ni binadamu. Tunavyo design jengo la structure, tuna design jengo ambalo maybe unataka ghorofa 2. Sasa ghorofa 2 kila mtu ana definition yake. Ghorofa 2 maana yake G+2, maana yake G ni ground, alafu 2 zimebeba juu. Maana yake wengine ghorofa 2 unajua ni ghorofa ni G+1. Lakini tuashumu ghorofa 2 sasa ndo G+2. Maana yake nakuonesha pointi za sehemu watu wanapopigwa. Sasa ile structure ina designiwa, tusi wataalamu tunaita over design. Ana design ile jengo la kubeba ghorofa 5, alafu jengo lako ni ghorofa 2. Umeshafahamu? Kuna kwa kupenda, kwa maana amekusudia huyo mtu kufanya hivyo, na kutokupenda kwa maana huyo mtu sio professional enough. Sasa huyu ane over design kwa kupenda ndo kakupiga kweli, kwa sababu anakuwekea nondo ambazo zinabeba nguzo moja, ile kola moja inabeba labda nondo milimita. Mimi moja ya kesa ambayo tunakutana nayo, kuna watu wanakuja na michoro yao pale ofisini, anataka bill of quantity, BOQ, kwamba bwana nataka unipigie hesabu ya hii gharama ya jengo langu. Kitu cha kwanza ukiangalia structure unasema Mungu wangu, na ukashapigwa tayari, kashaumizwa tayari. Yani kuumiza mtu anamuumiza kwamba jengo utakuta limemaliza structure, hajamaliza finishing. Maskini ya Mungu, mzee watu labda alikuwa na milioni 300 tu, alafu anajikuta bajeti yake ndio liko fixed vile, ajui kuanzia kwenye structure tayari kashaumizwa. Kwa utakuta jengo aliishi kwa sababu kuanzia kwenye structure tayari kashaumizwa. So lile jengo lina designiwa kwa ghorofa 5, mwisho wa siku anaenda kujenga ghorofa 2. Mimi namuuliza swali la kwanza, lakini structure anaitoa ya ghorofa 2, sio ya 5 tena, lakini design structure design, kwa sababu structure nayo ina design yake. Yeah. Structure design ghorofa 5, kwenye construction ni ghorofa 2. Sasa mimi namuuliza mteja, huyu mtu aliyekuchorea mmekubaliana ili jengo baadaye utaliextend? Kwa sababu kuna hiyo concept. Anajenga ghorofa 2, inawezekana maso zangu zimeishia hapo, watoto wangu watakuja kumalizia huko juu. Si evidence ninazo kwamba bana structure hii hapa inabeba ghorofa 5, kwa hiyo mna uwezo wa kwenda juu. Lakini akija kuniambia kwamba hapana, hapo ndo tunaanza kusoma. Kama hapana, maana yake huyu mtu aliyemdesignia kampiga au ajui.
So gharama inaanza kushoot kuanzia pale. Tunamwambia tunaomba tukuredesignie hili jengo kwa usalama wako ya kazi. Kwa hiyo kazi inaanza upya. Lakini vipi pale ambako kwa mfano kama huyu ame over design kwa nia ya kupiga? Okay. Kwa sababu biashara nyingi kwa kweli watu wanapiga. Lakini ni namna gani pale naposema okay fine umedesign lakini manunuzi nitafanya mimi? Okay. Ipo hivi. Maana yake nikifanya manunuzi pesa zinakwenda kwa mtu hardware. Na wakati mwingine anaweza kuambia nenda kwenye hardware ya Elia kwa sababu yeye amesaini mkataba. Lakini vipi pale nitakaposema mimi najua nitanunua wapi? Kwa mfano naweza nikasema kampuni fulani. Okay. Na ulichotufungua pia leo ni kwamba ni vizuri kufanya second opinion. Exactly. Yes, yeah. Vipi pale ambako nasema nitanunua vifaa mwenyewe? Pale utaescape kumpa hela yeye. Alikudesignia. Ila kuumia kuko pale pale. Kwa sababu moja ya project yetu siwezi kuitaja iko wapi kwa sababu huyo mtu naweza kumsema aweza kama. Moja ya project yetu ipo sehemu jirani yetu anajenga. Uzuri hizi fences zina kazi mbili. Privacy na security. Kwa fence ile imezuia kwamba ndani wanachokijenga huwezi kukiona. Ila kuna bahati mbaya kuna siku nimepita nikaona mlango umewachwa wazi kwa sababu wa material yao yako nje. Hayawekwi ndani. Kwa kuna wakati waliacha kwa ajili ya kupitisha. Nikaona nondo ni nyingi sana za zile nguzo. Ule ukanda nikiuangalia sio wa commercial, sababu kuna majengo ya kibiashara unajua msa hapa. Ila kama jengo ya kibiashara anaenda juu. Ile maeneo ni makazi sana. Nikasema huyu mtu Mungu wangu, mbona hizi nondo kashapigwa tayari? Nikalihifadhi kwa sababu sina access ya huyo bosi na sio tena. Yes. Nikapita. Kuna siku bwana yakanizidi. Unajua mtu ukiwa na uchungu na kitu yakanizidi, nikamwona mtu nje. Nikapita nikamuuliza. Bwana vipi safi mnaendeleaje? Sawa bwana, asi tunajenga. Mimi nikajitambulisha. Tunajenga bwana pale nyuma majirani zake. Okay. Yule ni engineer. Wewe ni engineer? Nikamwambia engineer bwana. Okay. Hapo vipi mnaenda ngapi? Ajua swali langu lilikuwa na maana gani? Mnaenda ngapi? 2 tu. Kaza Mungu wa mbinguni. 2 tu wameweka huko juu kuna parking za magari. Maana inaweza ukakurupuka ukasema 2 kumbe kuna matumizi mengine. Kuna restructure linakuja. Yes. Au 2 labda kuna options zingine juu atakuja kuongeza. Huwezi kujaji kitu, huwezi kujua historical background ya hicho kitu anachokidesign. Nikasema kama hamna parking juu ya magari, kama ili jengo ni 2 tu hawaja extend mbele baadaye, kama matumizi yawezekana huko juu kuna swimming pool labda. Maana swimming pool ni nachukua maji mazito. Yes, ni tons. Unajua cubic moja ile ya maji, ile tanki moja lita 1000 ni tani moja. Kwa just imagine maji yakiwa mengi, maji ni mazito sana. Yes, kwa unapo design structure ya swimming pool liko juu lazima uwe makini sana. Nilivyoona ananijibu hivyo nikasema haya bwana sawa. Lakini sasa hebu niambie huyu ni mmoja na watu wanaumizwa sana. So swali lako ni kwamba huyu mtu atamfaidisha mtu hardware kweli, ata escape kumpa, lakini mwisho wa siku kuumia kuko pale pale. Anaweza akatafuta ujanja mwingine atakwambia no, sisi hatudili project zetu hatufanye. Of course hata sisi kuna usumbufu mteja akiwa na deal na material kwa sababu sisi tunapenda kwenda speed. Sasa wateja wengine tuliokutana nao tukawaruhusu walete material, wanadilisha sana material. People they are so busy. Sasa mimi swali langu lingine, umeongea vizuri sana na kwa uwazi na kwa ukweli. Na nadhani unasema mnachokifanya ambacho wengine hawakifanyi. Yes. Sasa utuhakikishie sisi tunao kusikiliza, kuna wanao kutizama. Nyinyi wajenzi professionals hampigi. Hilo la kwanza. Yes. Lakini la pili, kwa ukweli huu, kwa sababu siku zote haramu inapendwa na ukweli haupendwi. Wenzako wanasemaje? Okay. Tuna vita kiasi, japokuwa mimi sio mtu wa kuangalia comment kwa kweli. Kuna vitu ambavyo watu wanakuambia that's not professional. Yaani wanasimamia kwenye fimbo ya professional. Lakini kama mtu nawaambia watu kweli, professionalism nimekwepea wapi? Wapi ambapo nimekwepa swala kwamba mimi sio professional eti kwa sababu nimeweka bei? No. Okay, utanjaji kwamba umejuaje site yake iko sehemu gani? Mimi nimedesign jengo liko Goba. Na Goba nimeshapiga hesabu kwamba ya Goba approximately tutacheza hivi.
Sasa hizo mambo za professional to professional, akija mtu anasema anajenga Arusha, tutamwambia sisi tutakuri budget, tunapiga budget upya kwa sababu kule baadhi ya material yako tofauti. That's hivyo. So mimi napenda tukua mwazi, straight to the point. Sawa, sasa kiuchumi tunatofautiana, si unajua, na tunakubaliana sote. Utaratibu wenu katika ujenzi ukoje? Kwamba mtu anapotaka project, ambapo anapoanzisha project inabidi alipe kiasi chote cha fedha ambacho kinahitajika, ama utaratibu wa malipo ukoje? Sababu wengine labda kwenye ujenzi wa nyumba na nini huku unamwita fundi, unamwambia bwana ya msingi mnakaa miezi miwili, unamwambia bwana haya pandisha hii miezi mitatu hivyo. Kwani utaratibu ukoje? Okay, nashukuru sana. Utaratibu kwa hivi ile BOQ, bill of quantity, inahesabu kuanzia 0 mpaka finishing. Na imevunjwa kwenye stages. Kwa mtu ambaye na kuna namna tunaweza kwa sababu kuna watu wanaacha jengo kwenye stage ambayo ukiacha kwa muda mrefu utapata hasara tena. Itapasuka na nini? Kwa sababu kuna level ambazo huwezi kuacha jengo halijashikana. Itapasuka na vitu kama hivyo. So tunaenda kwa stages. Let's say tunaenda hatua ya 40%. Kwa hiyo unaanza na advance hiyo. Sasa hiyo 40% itaangalia kwenye BOQ pale ni hatua ipi. Yes, atuendi tu 40% kwa sababu imeisha 40%. Ni bora turudishe nyuma kidogo, lakini tuliache jengo katika sehemu salama. Lakini kwa mtu anayejenga hadi mwisho, manake tunasema kwamba tuna payment mbili. Ya tatu ni baada ya kumaliza jengo. Yani sisi tumekukabidhi, umekaa miezi yako kadhaa 6 kulingana na mazingira ambayo tumekubaliana. Then unamalizia. Shafahamu. Okay. So tunakupa nafasi ya hiyo, ni kujiamini pia. Kwa sababu mtu hawezi kuachia pesa unakaa nayo na jengo naliishi. Kwa hiyo tunakuachia kabisa kwamba bwana kaa hii kiasi kadhaa ambacho umekihold wewe, kaa nacho mpaka muda fulani, kisha tunaandikishana, basi tunamalizana. Mimi ningependa hiyo section ieleweke vizuri kwa watazamaji wetu wanaokusikiliza. Kwamba mnakwenda kwa asilimia hatua za ujenzi. Na mna malipo mara mbili. Ndiyo. Lakini ukisha kamilisha jengo, unamkabidhi mwenye jengo, anaishi. Yes. Na pesa yako bado, maana jengo umemaliza. Yes. Kile kipindi cha kuishi anatizama kama jengo ni zuri, kuna cracks na nini. Ni kipindi gani kile? Maanake inavyoelekea wajenzi professionals, mnafanya vitu ambavyo watu wengi tunaowajua hawafanyi. Exactly. Tunavyokabidhiana mradi unakuwa umeandikwa, kwa maana kwamba kama kuna payment mbili, leta shum 40 20. Kwa kama 20 imebaki, maana yake tayari tumeshakabidhiana jengo, kwa maana ya kwamba wewe unalitumia. Kwa maana sasa utaangalia kama kutoka kuna cracks, kama kutoka kuna jambo hivyo. So hiyo 20% utakaoimalizia kati ya miezi 2 mpaka 6, inategemeana na project yenyewe, kwa sababu kuna project nyingine ni kubwa sana, unaweza kutumia miezi 6. Project zingine ni ndogo, unaweza kutumia miezi kadhaa ukajua tu kwamba. Na mwingine ana imani, mwingine unajua wanalipa full kabisa. Mpaka kuna wakati unajua amna kitu kigumu kama ukana pesa ya mtu. Nafukuta yani kwa mtu ambaye mkataba. Yes, yani mtu kabisa, mtu yuko mbali nje anasema bana shikeni mimi hivyo, na wapo. Nataka mnikabidhi jengo. Yes, wapo kabisa, wako busy. People they are so busy. Wanataka tu watu waaminifu. Yes, na uaminifu ndo kitu ambacho watu wengi hawana. Sasa ukishapata mtu mwaminifu, unajiachia kwa sababu unajua watu wako smart na wanajitambua. So wanakuachia, lakini tunapendaga kwenda katika kwa hatua. Na ili tuwe na amani na sisi wenyewe tunapenda hatua. Yaani kutuachia mzigo wote ni kama umetupa kala moto. Kwa kweli ni ngumu, na sisi wenyewe sipendagi sana hicho kitu. Yes, kwa hiyo hivyo ndo tunavyoenda. Mimi labda nimwambie madamu, umesikia? Nimesikia. Hawa wanatufaa, sio? Sana. Na ni kwenye majengo tu makubwa na vitu kama hivyo. Kwenye ujenzi wa nyumba huku, ujenzi wa nyumba tunafanya, japokuwa tuna mabadiliko kidogo. Unajua unavyosema giant, sokoni wanakuja vijana ambao unawatrain. Unajua kuna watu ambao wanakuangalia wewe kama role models, wanakuangalia kama mtu ambaye unasafisha njia. Sasa ukizidi kukaa pale kwenye kila siku, maana hao watu unajua unakuwa giant kiasi kwamba kuna projects zingine wao hawezi kupata. Kwa sisi tuna move au tumesha move tayari kwenda kwenye commercial, majengo ya kibiashara. Kama kuna malls, masheli, apartments,
sijui kuna majengo yote ya kibiashara sisi ndo tunaenda kumove huko. Hizi residential kidogo pole pole tunaanza kuhama. Yes, labda iwe ni castle wanalita hivyo, lakini kasri la mabii huko lakini hizi project tunajaribu kuachia, kiukweli ndivyo system natakiwa iwe hivyo. Sasa na mtu kusamanini kwa watu ambao wanakaa kazini muda mrefu sana. Kuna wengine vijana wanatoka shuleni wanatamani kuchukua nafasi yako, still bado wewe umeng'ang'ania nafasi, labda maybe si mbaya, lakini mimi naona ni bora mtu wa advance zaidi ili kuacha vijana waende sokoni. Wazungu wanasema ukisha graduate sehemu ondoka, nenda huko liko graduate. Kwa maana hiyo ni kwamba natuambia mmekuwa kiasi kwamba sasa mnakwenda juu zaidi. Yes. Na kazi zenu mlizozifanya nadhani mtakuwa mmefanya nchi nzima. Na hapa kwa Dar es Salaam, kwa naye kusikia labda akasikia jengo fulani limejengwa na wajenzi professionals. Ziko wapi? Kwanza kuna jengo ambalo naweza kwa sababu unajua wateja wote wanapenda kudisclose. Yes, kwa sababu ya privacy na vitu kama hivyo. Lakini jengo mojawapo ni la CCM. Hilo liko wazi kwa sababu tulishaliposti na hata siku ya uzinduzi lilitangazwa hivyo. Lipi sasa, ile la Lumumba? Lumumba ile jeupe, kuna lingine liko ndani. Yes, lipo ofisi ya mkoa CCM. Kuna jengo la kibiashara tumelijenga. Liko pale, nadhani display utaliona hapo. Lakini vile vile kuna jengo mengine ya apartment Dodoma ambayo yapo kwenye hatua ya mwisho, asilimia kama 90 na kwa sababu tunaenda kwenye African, watu wengi kuna changamoto ya nafasi za watu kuweza kulala. Kwa hiyo kwa sababu ni mwezi wa 6 inaanza, watu wengi watakuwa, kuna project ziko njiani nyingi sana, Arusha, Dar es Salaam, Dodoma, ziko nyingi sana kwa sababu ya hilo jambo. Kwa hiyo Dar es Salaam pia zipo, tutadisplay, tutaziona, lakini kwa kutaja sasa kidogo privacy. Yes. Zipo apartment zingine ziko Kimara, ni kubwa tu, nyingi ambazo tumeshazimaliza, tumejenga na watu wameshaishi, na wengine wanafanya Airbnb. Ndio, kuna watu wakishamaliza kujenga wanakuja kuchukua kwa ajili ya Airbnb, lakini nyingi ni privacy. Nyingine ipo inajengwa hapa Makumbusho. Yes, siwezi kumtaja, ni mtu mkubwa kidogo. Yes, ambaye tunajenga naye. Yako mengi ambao tumefanya nao. Katika soko, unadhani wajenzi professionals ungejilinganisha na kina nani? Okay. Kwa mfano ukisema kampuni fulani competitor wake ni fulani. Okay. Kiukweli, kwa nataka atangaze bidhaa ya mtu hapa kupitia yeye. Anaweza kulijibu, kwa mfano nakumbuka huyu Prime Minister ambaye ni Chief Cabinet Secretary wa Kenya, Msali, aliulizwa, are you rich? Wewe ni tajiri? Akasema mimi sio tajiri lakini sio maskini. Okay. Kwa hiyo unaweza kujibu kwa style hiyo. Ipo hivi, sisi sisi ni class 5 kwenye construction registration ambao ni CRB. Tuna upgrade na tupo kwenye hatua za ku upgrade. Kuna changamoto tu ndogo ndogo ambazo tunazimalizia kuziweka sawa. Tunaomba class 1. Class 1 ndo level ya juu. Yes, kwa hiyo nikiongelea kuhusu levels tunaenda class 1. Na class 1 maana yake siwezi kutaja maybe, lakini class 1 wanajulikana, wengi ni watu wa nje. Lakini wachache wa Bongo ambao wanafanya class 1 wapo, lakini naenda huko. Bahati mbaya soko letu liko tofauti kidogo na watu wengine wanatumia sana projects za government kuomba kwenye, lakini sisi tunatumia platform tunaojengea tu private, na wengi wao hawapendi kuregister kwa sababu wanaamini hata kama nikiwa na class ndogo tu, as long as na capacity ya kufanya kazi, haina haja ku grow kwenda huko. Lakini sisi tuna ndoto kubwa. Yes, tunatamani kufanya kazi ndani na nje ya nchi. Na kwa sasa hivi namshukuru Mungu tuna kampuni ya China ambayo inaitwa Mana, ambayo hiyo inadili na mambo ya material tu. Yes. Kwa hivyo ni kwa nini tunatamani kukua kutoka hapa kwenda huko, kwa sababu ndio ukuaji wenyewe, na tunatamani kufika mbali tu. Ukisema wajenzi imetoka Tanzania, kesho kutu unaiona iko international, tunajivunia. Yes. Kwa nini mnaogopa projects za serikali? Hatuogopi. Au mnazikwepa? Au mnazikosa? Hatuogopi.
tumeamua tu kuchepuka kwenye michepuo yetu. Tunaamua kwenye njia zenu. Yes. Kwa sababu wapo nimewasikia wengi wanasema unajua huu mfumo wa kupitia kwenye hiyo wanaita nini? Nest. Yes. Kuapply, una compete. Alafu wengine wanasema wanachelewesha malipo. Sasa sijui kama ndio sababu hizo. Wapo wanaosema hivyo. Lakini si wanakopa. Si watu wanakopa bwana. Lakini kiukweli sisi tunapenda kazi. Unajua government hawezi kusolve projects zote ambao wanakupa advance payment zile. Zingine unafanya kwanza. Sasa sisi tunapenda twende tuanze advance tulipe hivyo. Yani kuna mfumo wetu. Lakini wakati mwingine kwa bahati mbaya inaweza katokea mambo ya kisiasa. Kwa bahati mbaya kuna siku moja leo na video mkuu mmoja alienda kwenye project moja hivi, kulikuwa kuna ukuta kembamba, according to mchoro ule ukuta lazima uwe hivyo, yani kwa maana kuna dirisha afu kwa kale kadogo kembamba kana tofali moja tu kamesimama kozi 10. Sasa nikisema kozi zile tofali zilizosimama automatically, kwa sababu ile stage ilikuwa haijafika level ya kufunga mkanda juu, kale kakuta kako weka. Sasa mtu anakuambia mbona kale kakuta sasa ndio ujenzi gani? Anasukuma automatically kadondoka tu. Umeona? Sasa mtu unamhukumu kwa kitu kama kile pasipo kujua automatically kile hakiwezi kuwa strong. Hakijashikwa, kinasubiri kishikwe na mkanda. Umeona? Sasa siasa, bahati mbaya unaweza mtu akatumia vibaya akakudondosha, akakuharibia jina. So yes, kwa kuna watu wana maso ya kucheza na huko. Tusiona maso za kucheza na huko, tuachie wenye maso zao. Yes. Kazi yoyote lazima ina changamoto zake. Pengine changamoto gani ambazo mnakutana nazo kwenye shughuli zenu za ujenzi? Changamoto zipo kwanza kwenye kuaminika. Unajua project zetu au kazi zetu sio za milioni 1-3. Ni project za billions of money. So lazima mtu kwanza kuamini. Na mtu mpaka kuone mtandaoni kuamini sio kazi ndogo. Either amekuja lakini amesha kufukunywa sana. Sio rahisi mtu kuachia billions of money. Yes, kakufukunywa kweli. Piga simu za kila aina. Watu kweli hivyo. So amekuja kwa hicho cha kwanza ni hilo. Lakini cha pili amekuja na mindset, kwa sababu mtu kwa sisi tunaohama kwenda kwenye commercial, mtu hawezi kujenga commercial kama hajajenga nyumba yake. Kweli. Wengi wao, sio wote lakini wengi wao wameshajenga kwa na experience na ujenzi kwa kiasi fulani. Kashapata uchungu, kashakutana na kasha ngato na nyoka. Kwa kwako wewe kama kajani kakigusa kanashtuka. Kwa anakuja na trauma. Kumtoa hiyo trauma hapa kichwani kwa changamoto kubwa sana. Hiyo nao ni moja ya changamoto. Kwa utakuta uanze kumcancel, kumweka hivi, sisi tuko hivi, tunafanya hivi. Kweli kuna nani hivyo? Kuna mwingine uzuri, bahati nzuri sana sisi tuna register project zetu. Sijui kuna wale ambao wanafanya kimya. Na advantage ya kuregister ni hata mtu akienda kwenye history kuulizia CRB kule atakuta wajenzi wamefanya kazi wameregister, zimeregistiwa kabisa, ziko official. Kwa anajua sasa hii ghorofa kadhaa tu wamejenga, wajenzi ghorofa nini wamejenga, hivyo ziko wazi. Kwa ukitaka data, na hiyo ni simple. Kwa nini uanze kuhangaika wakati unaweza kuchukua tena bure kabisa? Unaenda kudownload kule bana, naombeni taarifa za watu. Full stop, kuliko kwanza kuhangaika na watu upige simu. No, nenda kwa taasisi husika ambao ndo wasajili. So ni kitu kizuri mimi nakijua, kwa maana ya kwamba mtu huwezi kufanya kitu bila kumwamini mtu. Lakini ni moja ya changamoto, kwa sababu mtu anakuja na trauma kali sana. Lakini uzuri wake ni kwamba lazima umcancel. Lakini kingine, kuna wakati mwingine mteja anakuja amesha kuwa na plani ya mwaka mzima kujenga, labda anataka kujenga Disemba, lakini anakuja Novemba. Ushafahamu? Anataka mchoro hapo, atakuja hapo. Alafu jengo lake liko very complicated. Na sisi kiukweli hiyo jengo la aina, let's say kama ni jengo dogo kubwa, sisi tunataka kufanya kazi very serious. Kwa sababu kwanza sisi tuna display vitu kwenye mtandao. Kwa hatuwezi ku display kitu ambacho kiko loko, yani kiko ovyo. Lazima tukitengeneze kweli kweli, tukifanye kiwe, kwa sababu ndio biashara yetu. Mwisho siku hiyo biashara moja inaita biashara nyingine. So anataka project, anahisi kama vile labda sisi tunafanya tu tokea mchoro unatokea sisi tunakitengeneza kile kitu kimoja baada ya kingine, tunakidesign mpaka tunamaliza. Unashangaa project inatumia mchoro tu wiki 3. Ujaanza process za kusajili, ujamaliza,
mjaweka sijui vitu sawa, project ile anataka iende haraka haraka, sasa ubora nao utakuwa mbovu tu. Sasa hiyo nao ni changamoto kubwa sana. Lakini mwingine anakuja, kwa mfano hii miezi tuliotoka mwezi wa 4 wa 5, mvua kali sana, tunamwambia boss, hapa itabidi kidogo twende pole pole hapa, kwa sababu tulishakupa schedule nzima ya project nzima. Tunaanza mwezi wa kwanza, tunaenda hatua gani, mwezi wa pili wa tatu, lakini inaweza katokea changamoto ambayo haizuiliki. Mvua imenyesha na site yake, utakuta kupitika ni shughuli. Kwa hiyo unaweza kujikuta kwenye kile kipindi unapata hasara, kwa sababu huwezi kuletewa matofali kwa bei hiyo, mchanga, na mchanga unapatikana machimbo haiingiliki tena kwa sababu ya mvua. Kwa hiyo utakuta haiingiliki, unaweza kupata gharama kubwa zaidi. Mteja unatamani usimuingize kwenye gharama. Mimi napenda kumheshimu mteja kwenye swala moja. Yeye anatafuta pesa kwa njia zake huko. Yuko very busy. Anakupa wewe, yani anakupa pesa, anakuuzia stress. Kwa wewe tena ukirudishia stress ni kama vile hauna maana. Yes, kwa ina haja kumpa stress. Wewe tulia, sisi hiyo stress umetuuzia. Tulia, tukufanyie kazi. Sasa mimi nimekusikiliza sana. Vizuri tu. Na nadhani hata bosi amekusikiliza vizuri sana. Nyinyi mna kazi zipi za wajenzi professionals? Kwa sababu wajenzi wengi wanaona wana majengo yao, hizi apartment tunazozungumzia, hizi commercial. Nyinyi kazi zenu ambazo mnatarajia au mmeshafanya ziko owned 100% na wajenzi professional ni zipi? Ambazo tayari zimekamilika unamaanisha? Sio za wateja, yani za kwenu binafsi. Tuna plan, japokuwa mimi sipendagi sana kuweka plans wazi. Lakini tuna plan ya kuwa na jengo letu wenyewe, ambapo tumeshapata eneo, shukuru Mungu. Lakini kwa sababu sasa hivi tupo pale PSSF, jengo la ambao wako UN pale, ndo tuko pale. Lakini tunatamani kutoka. Sasa unajua unavyotoka kwenye eneo kama lile, uende kwenye eneo lako, unataka ujenge ujimalize kweli. Kwa sababu huwezi kutoka sehemu ya maana ukaenda sehemu ambayo haijielewi. So tuna project hiyo. Soon tunaweza tukaanza, lakini hicho ndo ambacho kikubwa tu kwenye plan. By then sasa hivi tudili sana na vitu vyetu, tunadili sana za wateja. Yes. Sawa. Sasa CEO platform ndo hii, sell your product. Yani hapa sasa ndo ujimalize, uongee na vijana. Inawezekana watu wana mahela yao huko wamekaa nayo, hawajui wapi pa kuanzia na vitu kama hivyo, lakini wana dreams pengine za kuwa na majengo makubwa. Ndio wakati sasa huu. Haya, yani atumie hiyo slogan yetu kwamba maisha yanaanzia hapa. Life begins here. Sasa maisha ya wajenzi yaanzia hapa na wateja waanzia hapa. Okay, nashukuru sana. Kiukweli mimi napenda kusema kitu kimoja. Sisi naweza nikasema ndo kampuni pekee ambayo inaweza kawa ni kampuni, so inaweza kawa ndo kampuni ambayo inaaminika kwa sasa kwenye swala zima la commercial, na kwa sababu kwanza ya uwazi cha kwanza, lakini umakini, lakini professional, watu ambao wapo ndani kwenye mfumo ambao tumewaweka, kwa sababu system nzima kuanzia ndani mpaka nje. Unajua tuna timu za ndani na timu ya nje. Na kama nilivyosema kwamba watu wanapigwa sehemu gani na sehemu gani, maana yake sisi hatuwezi kupita njia hizo. Nia yetu ni kuwasaidia watu, lakini watu pia, life begins here. So tunaanzia kwa wajenzi. Tunaanza sisi katika swala zima la ukiwa na idea yako kichwani, inaanza kwetu. Yani haina haja kwenda kwa mtu mwingine. Unavyokuja na idea, tunaisikiliza kwa makini sana. Tukisha kuisikiliza, tunaibadilisha kwenda kwenye karatasi. Ndio design yenyewe. Tukisha ibadilisha kwenye karatasi, wewe mwenye commercial, jengo la kibiashara, kuna design nyingi sana. Watu wengi wanajua tu zile 3D. Kuna architectural design ambao ndio huo mchoro ambao watu wengi wanaofahamu. Unakuwa na 3D na vitu kama hivyo. Unajua na chemistry, natoka chumba hichi nenda wapi hiyo. Alafu kuna structure design, ni mchoro wa nondo wengine wanauita. Alafu kuna service design. Service design watu wengi hawajui. Ni michoro ya umeme, michoro ya maji, pipe zile zinapita wapi. Usivyo plan sasa hivi utakuja kufail kabisa totally baadaye. Especially kwenye commercial. Kote, lakini especially commercial. Kwa sababu mifumo ya maji, kuna wengine wana underground water ya kutoa maji. Ile maji yakitoka kwenye underground water yaenda wapi?
yanaenda kureserviwa kwanza au yanaenda juu? Je, system yako ya maji unaanzia juu au unatoa chini moja kwa moja? Yani mifumo lazima iongee vizuri. Usivyoongea na mifumo kwenye makaratasi, kwenye ujenzi utakuja kufeli. Kwa hiyo kuna hizo. Lakini sisi kama wajenzi tukienda kwenye michoro ya umeme, unajua dunia unataka ujenge jengo lako ambalo liko mbele ya muda, especially commercial. Mimi najaribu kusema kitu kimoja mara nyingi sana. Nimejaribu kwenda nchi kadhaa, so nyingi sana, lakini nilienda Ghana. Wale watu wanakuja mbio sana kwenye swala zima la ujenzi. Ndio. Yes. Na kiukweli watakachokuja kutupiga ni design. Kitu ambacho nimekiona ni kwamba wale jamaa after 10 years mbele Dubai itamia. Yani kwa the way nilivyoona project zinazokuja baraka. Tanzania toka kidogo lakini tarudi. Tanzania sisi nilisoma article moja, sijajua kama ni kweli, mtanisaidia. Ni nchi ya pili kwa kivutio cha asili ukiachana Brazil. Sasa vivutio vya asili haviko mjini, viko interior huko. Kilimanjaro mimi, sijui Kreta, sijui ziko huko. Tunaoweza kuitengeneza the beauty of Tanzania ambao ni artificial ni sisi na wajenzi. Kwa sababu watu wanavyopita barabarani leo hii, ukipita hii barabara ya Ubungo ukiliangalia jengo la PSSF unasema yes, tulikaa chini wakadesign wakajenga. Lakini nisiseme uongo, majengo mazuri hapo lakini ya kuokoteza. Sasa Dubai leo hii ni nzuri kwa sababu man made, imetengenezwa, watu wamejenga, lakini nadhani pia serikali yao haipitishi kitu cha ambacho yani wako yes, true. Maybe labda kwa kuna sera, I don't know, kwamba design yote ambayo iko barabarani isipewe kibali tu kirahisi. Kuanzia 3D yake yani ivutie mtu anavyotoka airport maybe au anavyotoka barabara gani, akiona ile jengo aseme hao jamaa walikaa chini waka design. Yani hata iwe go down, isiwe go down la kawaida. Sasa sisi ndo tunafanya, ukipita hata kwenye account yetu vitu tunavyo design mule ndani. Kuna mzee mmoja na muhifadhi kidogo, ni mbunge, alipiga simu anasema sasa nyinyi mnafanya kazi za Dubai kabisa. Sasa huko ndo tunapotamani kwenda. Huko ndo watu wengine wanatuona, wanaona tunapoelekea. Sasa tusafiri wote. Yes, twende wote, kwa sababu mwisho wa siku tunataka tuitengeneze Tanzania yetu iwe smart, iwe beautiful, kwa sababu hizo za asili, hizo vivutio vya asili havipo mjini. Vivya mjini ni hizo kama unavyoona Tanzanite bridge zimetengenezwa, ndio vivutio vyenyewe vinakidhi mahitaji ya watu, lakini at the end of the day yani vinaita vivutio. So majengo ni kivutio, mabarabara, flyover yanavyotengenezwa ndio vivutio vyenyewe. Hivyo ambavyo naweza. So nikisema kwa habari ya wajenzi professional, huko ndipo ambapo tunatamani tudili na Watanzania wenzetu, tufanye kazi nzuri, tunafanya kazi bora, tunafanya kazi kwa weledi, kwa umakini wa hali ya juu, tunafanya kitu ambacho hakiwezi kukuumiza. Yani utapata kitu bora lakini kwa gharama nafuu. Tulivyokuwa tunafanya, in fact mpaka sasa hivi tunafanya, lakini kama ninavyosema tunahama kwenye zile residential, tuliwaokoa watu wengi sana. Watu ambao walikuwa wanategemea nyumba watajenga kwa milioni 500, sisi tunajenga kwa milioni 250. Na iko wazi. Yani iko wazi kabisa. Sasa tunahama kwenda kwenye commercial, wajipange watu wa commercial walikuwa wanaotumia. Yes. Mimi nadhani Wandeo mnaingia. Ndio tunaingia. Mimi nadhani tuwakamate kabla hawajahama kabisa kwenye residential kweli. Tuwakamate mapema kabisa. Kwa hiyo kimsingi unachosema kwa anayetaka ujenzi, whether ni nyumba yake binafsi, biashara, na biashara kubwa, asihangaike, awatafute wajenzi professionals. Na sisi tusingependa baada ya hapa tupigiwe simu sisi, kwa sababu sisi sio wajenzi professionals. Wanakupataje? Okay. Namba za simu ni 0793 444 yani 0793 444 na kuna wengine hawajui Kiswahili vizuri, ni 0793 44 Namba rahisi. Namba rahisi. Na ofisi zenu mnapatikana wapi kwa Dar es Salaam? Kama maeneo mengine pia mnapatikana huko ofisi zenu
Inabidi tujue. Ofisi zetu headquarter ipo hapa PSSF, hapa njia ya karibu na Mlimani City. Karibu na Mlimani City pale. Jengo refu kabisa la blue. Linajulikana hata ukikaa wapi, labda ukae mkoani. Lakini kwa Tanzania hii, Dar es Salaam unaliona. Ni jengo ambao Wanyamwezi wakija wanashangaa kidogo. Lazima washangaa. Nadhani mara mwisho sijui ilikuwa ndo the tallest in East Africa, don't know. Sikumbuki, sina data nzuri sana. Lakini tupo pale. Kwa mikoani hatujaweka branch kabisa sasa hivi. Okay. Ila kwa China tuko Guangzhou. Wow. Yes. Okay. Kwa kampuni hiyo ina operate hapa na China kwa ajili ya mawasiliano. Unajua kwa nini China? Kwa sababu tunavyosema tunataka ku minimize gharama, tukitegemea supplier wa Bongo tutapata gharama kubwa zaidi. Kwa tunaenda moja kwa moja kwenye factory. Na ili uweze sasa hizi ni series za ofisi tena, lakini ili uweze kudili na factory, at least uwe na kampuni kule, wanazidi kuwa na bond nzuri zaidi. Wanajua kwamba wao ni wenzetu. Na especially ukiwa ushawaajili wa China wenzao, wao wanaongea lugha moja zaidi. So tunapata gharama nzuri zaidi kutoka factory, na tukishafanya design maybe, kwa sababu kuna design mbili pia. Kuna interior design ambayo hiyo ndio itatupa quotation nzuri ya mambo ya ndani. Ambayo hile tukipeleka factory tutafyatua kila kitu vizuri kabisa, kama ni tiles, kama ni panels zimewekwa, kama ni switch, everything zinatoka kama zilivyokuwa. So hivyo ndivyo. Hii kampuni ya China ina service kampuni yenu ya wajenzi tu? No. Hapana. Tuna service watu wote. Mtu yoyote ambaye anatamani kupata material nje China tunakaribisha sana. Hebu rudia jina lake. Inaitwa Mana International Trading Company. Mana kwa maana MANA. Yes. Okay. Na huko mitandaoni, maana dunia iko mitandaoni. Okay. Huko mitandaoni Wajenzi Professional TZ. Kwa nini TZ? Inawezekana kuna Ghana, inawezekana kuna Nigeria, Kenya. Wakatumia hilo lo Wajenzi au? Wajenzi. Changamoto ya Mana ilijaribu kusajili Wajenzi Ligoma kabisa. Okay. Inawezekana wapo walishasajili. Wapo, ila ukiita Wajenzi kwao inaitwa construction company. Sisi hatukuhitaji kusajili, kule ni shughuli kusajili construction company. Na kuna confusion moja watu wanaipata, contractor na constructor. Yes. Kwa kule ikawa shughuli. Kila nikijaribu niliforce ninavyoweza. Basi kabili diverted. Maana ina maana gani? Wanazaidi walikuwa wamelishwa chakula jangwani, Maana kwa chakula cha Maana kilikuwa shuka tu. Kwa kile ni hivyo. So yeah. Mimi nadhani boss, muunganiko wa majina maana mimi nilidhani mimi nadhani boss wameniimpress sana. Huenda tukawa wateja wao. Karibuni sana. Sio huenda, tayari sisi ni wateja wao. Kwenye ujenzi sasa. Kwenye kutangaza biashara zao na product zao. Kwa kweli sisi ni wamoja. We are partners, wazungu wanasema. Lakini wewe ulivyosikiliza, una haja ya kuhangaika tena kumtafuta mjenzi wa nyumba yako? Hapana. Shapigwa sana. Sitaki bora na ndio maana pale ulivyosema watu wengi wanapigwa sana. Alishtuka kwa. Yaani kama umemchoma sindano. Mimi ni muhanga. Victim. Sawa, Instagram umesema tena? Instagram napatikana kwa Wajenzi Professional TZ. Hiyo ni Instagram, Facebook, TikTok, huko. Okay. Yes. Kama una la ziada? La ziada kiukweli na washukuru sana. MNS. Yes. Lakini nawashukuru pia timu yangu ya Wajenzi Professional. Kiukweli tunafanya kazi kubwa, lakini nyuma kuna watu ambao wanapambana kweli kweli. Tukianza na MD wangu ambaye ni wife. Okay. Yes. Na boss wako. Baada ya hapo kuna viongozi wengine, lakini kuna managers, siwezi kuwataja wote, timu ipo kubwa ya kutosha. Wa ndani na wa nje. Kwa wanafanya kazi kubwa sana. Hata ninapokuambia Ghana tulipata tuzo. Yes, tulienda Ghana, tulienda kuchukua tuzo pia kule. Lakini kwa sababu ya kazi zetu na from nowhere, by that time nilikuwa niko China. Nikapewa emails kwamba tumekuwa selected kwenye tuzo ya Afrika. Kwa ilikuwa kwangu nilisi kama ni matapeli. Lakini ilivyo kuthubutu nikasema twende, ni kweli iko reality na
lakini mafanikio yote, tuzo ziko nyingi, mafanikio yote ni kwa sababu ya timu tulionayo inajitoa kwa kweli na inafanya kazi kubwa sana. Lakini zaidi sana mama yetu Mama Samia anatupa nafasi, vijana tuna show the works hivyo, tuna uhuru, na Mungu awabariki sana kuanzia uongozi mzima. That's all. Ujumbe mmoja tu kwa vijana wanaoibuka kama ulivyoibuka toka ukiwa darasa la 3. Okay, nashukuru sana. Kiukweli kwanza uvumilivu. Mbona safari hivyo ndefu? Yes. Ni kujenga kwanza uwezo. Kiukweli unaweza ukapewa nafasi alafu uwezo wako ukawa huwa ukajikuta umeharibu nafasi zote, watu wasikuamini tena. Kwa hiyo kikubwa cha kwanza kabisa, isiwe kama hizi professionals, so kama kubeti. Ni unatakiwa utengeneze uwezo kweli, maso kuanzia knowledge na kila kitu. Hii ni nawapa tu, sikupenda kusema hapa ninavyoongea sijaje kuajiliwa, lakini nasoma PhD. Yes, hongera sana. Yes. Lakini kwa nini nasoma? Kwa sababu uwezo. Nasimama kwenye uwezo. Yes, natamani kufanya vitu vikubwa zaidi hapa tulipo. So hiyo ni exclusive. Kabisa. Mimi kabla bosi hajafunga, sisi hapa kiingia hapa M&S. Yes. Manake maisha yako yanaanza upya. Life begins here. Amen. Lakini nataka niwaambie watazamaji kwamba wakati maisha yanaanzia ukiingia M&S kwenye ujenzi, maisha yanaanzia wajenzi professionals. Sawa, na wewe unaweza pia kuanza maisha yako kupitia Wajenzi Professionals Limited. Yani inawezekana wewe ni kama mimi ama wengine ambao wamepitia changamoto sana katika masuala ya ujenzi. Kwa maana ya muhanga. Inawezekana ukawa na wewe muhanga kama mimi, ushapigwa sana. Sasa kupigwa basi. Nyumba yako ile ishajenga nyumba karibu 3. Kabisa. Kwa hiyo nenda pale Instagram, watafute Wajenzi Professionals Limited TZ. Wafuatilie hapo, wana namba, yani details zote ziko pale, na uanze safari yako katika masuala ya ujenzi kwa kushirikiana na Wajenzi Professionals Limited TZ. Si hatuna la ziada, tunakushukuru sana. Tumekuja kwa namna ya kukuonyesha fursa hasa katika masuala ya ujenzi. Endelea kufuatilia M&S Podcast, Mjenga pamoja na Salma. Kama una chochote unaweza ukatu DM, maana DMs ni nyingi sasa hivi. Kwa hiyo endelea, chochote ulichonacho, ushauri, chochote ulichonacho, tunakukaribisha sana. Inaitwa M&S Podcast, Gumzo la Mjini. Yes, till next time. Asante bye bye. sana.